Kisima kilicho msituni kilileta utajiri mkubwa. Wazee walisema ni baraka ya miungu. Hamisi kachaguliwa na Mungu. Hamisi ana bahati. Kumbe ni damu ya familia yangu nzima iliyokuwa inamwagika. Nilikuwa mvuvi maskini baharini huko pwani. Baada ya kuonja maji ya kisima kile cha siri, nikawa tajiri mkubwa wa mkoa wetu wote. Lakini kila siku nilikuwa naishi, mtu wa damu yangu alikuwa anakufa. Nilishangaa kukuta miguu ya binadamu ndani ya kisima kile. Karibu kwenye simulizi hii inayoitwa Kisima cha Mizimu. Kabla hatujaanza, tafadhali bonyeza ile like button hapo. Kisha bonyeza ile alama nyekundu ili uwe wa kwanza kupata simulizi mpya kwa wakati. Umeshabonyeza? Asante sana. Sasa tuandikie hapo chini. Unatazama simulizi hii ukiwa wapi? Na nini maoni yako kuhusu simulizi hii? Haya basi, tuanze simulizi yetu sasa. Anaitwa Hamisi. Maisha yake yalikuwa magumu kuliko ya mtu yoyote kijijini. Kila siku aliamka saa 12 usiku, akachukua nyavu zake za zamani, akaenda baharini. Mara nyingi alirudi mikono mitupu. Samaki walikuwa wamepungua. Familia yake ilikuwa kubwa. Alikuwa na mama yake mzee, bibi yake aliyekuwa mgonjwa sana, ndugu 3 wadogo na mke wake pamoja na watoto 3. Wote walitegemea yeye peke yake. Kila usiku Hamisi alisikia watoto wake wakilalamika njaa. Kila mara alikopa deni kutoka kwa wafanyabiashara wa samaki. Maisha yalikuwa yameendelea kuwa magumu zaidi na zaidi. Mara nyingi alikaa ufukweni akilia kimya kimya, akiuliza Mungu, kwa nini maisha yake yalikuwa hivyo? Siku moja wakati wa jioni iliyotanda giza, baharini palikuwa na dhoruba kubwa. Hamisi aliendesha mashua yake kuelekea ukingoni kujificha, lakini upepo ulikuwa mkali sana. Mashua ilipinduka. Hamisi alijikuta akielea ndani ya maji ya giza. Aliogopa kufa. Lakini kwa bahati, mawimbi yalimpeleka kwenye ufukwe usiojulikana. Alipovuka maji kidogo, alipata pwani ya msitu. Msitu ule haukuwa kawaida. Miti ilikuwa mikubwa sana, mikavu na yenye matawi yaliyopinda kama mikono ya wazee. Ulikuwa na unyamazaji wa kutisha. Hakuna hata ndege mmoja aliyeimba. Hakuna hata sauti ya wadudu. Hamisi alitembea ndani ya msitu akitafuta njia ya kurudi. Alikuwa amechoka, njaa ikimkamata na baridi ikimwingia mwilini. Alipoendelea kutembea, ghafla aliona kitu cha ajabu. Katikati ya msitu kulikuwa na uwanja mdogo uliojaa nyasi nzuri za kijani. Na katikati ya uwanja ule kulikuwa na kisima cha kale cha mawe. Kisima hicho kilikuwa na umbo la duara kamili, na mawe yake yalikuwa yamechongwa kwa ufundi wa ajabu. Hamisi alisogea taratibu, moyo wake ukidunda. Alipotazama ndani ya kisima, aliweza kuona maji yanayong'aa kwa rangi ya bluu ya ajabu, rangi ambayo haikuwa ya kawaida kabisa. Maji yalikuwa yakiwa kimya, kana kwamba yameganda. Kwa sababu alikuwa na kiu sana, Hamisi alipiga magoti karibu na kisima. Alichota maji kwa mikono yake na kuonja kidogo. Maji yalikuwa baridi sana, lakini ladha yake ilikuwa tamu kuliko maji yoyote aliyokuwa ameyaonja. Mara tu alipomeza, hisia ya ajabu ilianza kumwingia mwilini. Ilikuwa kama umeme unayopita kwenye mishipa yake yote. Aliendelea kunywa zaidi na zaidi. Akahisi nguvu mpya zinamjia. Uchovu wote uliondoka. Njaa iliondoka. Aliposimama, alisikia sauti nyuma yake. Sauti ya mzee, nzito na ya kutisha. Umekunywa maji ya kisima changu. Hamisi aligeuka kwa haraka. Alisimama hapo mzee mmoja mrefu sana, mwenye ndevu nyeupe ndefu zinazofika tumboni.
Macho yake yalikuwa mekundu kama damu na ngozi yake ilikuwa nyeusi sana hadi inag'aa kama chuma. Nisamehe baba, sijakuona. Nilikuwa na kiu sana, Hamisi alisema kwa sauti inayotetemeka. Mzee yule akatabasamu, lakini tabasamu hilo halikuwa la kawaida. Meno yake yalikuwa marefu na makali kama ya fisi. Umekunywa, sasa ni lazima ulipe. Kisima hiki si cha bure. Hamisi alitetemeka. Sina kitu baba, mimi ni mvuvi tu maskini. Mzee akamtazama kwa makini, machozi yake yakipenyeza ndani ya roho ya Hamisi. Unataka mali? Unataka pesa? Unataka maisha mazuri? Hamisi alikinai kimya. Ndani ya moyo wake alikuwa akitamani mambo hayo, lakini pia aliogopa kitu. Mzee akaendelea. Kisima hiki ni cha mizimu, ni cha miungu ya kale ambao walikufa tokea miaka elfu nyingi. Watu waliosahau majina yao, lakini nguvu zao bado zipo. Maji haya yana uwezo wa kubadilisha maisha yako, lakini ada yake ni kubwa. Ada gani baba? Hamisi aliuliza. Mzee akasogea karibu. Kila mwezi mzima utakapofanikiwa kibiashara, mtu mmoja wa damu yako atakufa. Inaweza kuwa mama, baba, ndugu, mtoto, mjukuu au hata jamaa wa mbali. Lakini kila mwezi mmoja lazima afe, na hautajua siku itakapofika. Hamisi alinyamaza. Moyo wake ukaanza kupiga kwa kasi. Alijua hiyo ni laana, lakini akakumbuka watoto wake wanaolia njaa. Akakumbuka deni lake kubwa. Akakumbuka aibu yake kila siku anapokopa na kushindwa kulipa. Nakubali, Hamisi alisema kwa sauti dhaifu. Mzee akacheka kwa sauti ya kutisha ambayo ilisikika kana kwamba inatoka ndani ya ardhi. Vizuri sana. Sasa rudi baharini. Kesho utaona mabadiliko. Kabla Hamisi hajasema neno lingine, giza liliingia ghafla. Alipofungua macho, alikuwa amelala ufukweni karibu na kijiji chake. Mara akadhani alikuwa ameota tu, lakini ndani ya moyo wake alijua kuwa kile kilikuwa kweli. Asubuhi ya siku iliyofuata, Hamisi alirudi baharini. Siku hiyo, nyavu zake zilijaa samaki. Si samaki wa kawaida, bali samaki wakubwa wa thamani kubwa. Wafanyabiashara walishangaa na kumpa pesa nyingi sana. Wiki moja baadaye, Hamisi aliweza kulipa deni zake zote. Wiki ya pili, alinunua mashua mpya. Mwezi wa kwanza, alinunua nyumba kubwa. Watu wa kijiji walishangaa na kumuita Hamisi wa bahati nasibu. Lakini mwezi ule ule, mamake mzee aliugua ghafla na kufa ndani ya siku 3 tu. Familia ililia, lakini Hamisi ndani ya moyo wake alijua chanzo. Alikumbuka maneno ya mzee yule, lakini akajisemea kuwa labda ni bahati mbaya tu. Mwezi wa pili, biashara iliendelea vizuri zaidi. Alianzisha kampuni ya samaki. Lakini mwezi ule ule, mtoto wake wa pili alipatwa na homa kali na kufa usiku mmoja. Hamisi alilia, lakini ndani yake alijua ukweli. Mwezi wa 3, alinunua magari. Lakini ndugu yake mdogo aliyemlea tangu akiwa mtoto alikufa kwenye ajali ya pikipiki. Mwezi wa 4, shangazi yake. Mwezi wa 5, binamu yake. Kila mwezi mtu mmoja wa damu yake alikuwa anakufa. Familia ilianza kuona mambo yalikuwa ya ajabu. Hizi vifo sio la kawaida kabisa. Ndio, na sisi tunafikiri hivyo. Kila mtu aliyekuwa na uhusiano wa damu na Hamisi alikuwa hatarini. Watu walianza kumwepuka. Wazee wa kijiji walimuita na kumwambia,
wewe una laana, unawashia familia yako. Lakini Hamisi hakuweza kuacha mali zake. Alikuwa amevama. Alijaribu kutoenda tena msituni, lakini kila wakati maisha yake yalipozidi kuwa mazuri, mtu mwingine wa familia yake alikufa. Mwaka mmoja ulipita. Watu 20 wa familia yake walikuwa wamefariki. Hamisi alikuwa amebaki na mke wake, watoto 2 waliosalia na jamaa wachache sana. Wengine walikuwa wamefariki, wengine walikimbia mbali na kukataa hata kusikia jina lake. Usiku mmoja, Hamisi aliamua kutolea hali hiyo. Alichukua tochi yake na safari ndefu kwenda msituni kule. Alitaka kumkuta mzee yule na kumwambia amfute laana. Baada ya safari ya masaa 6 kwenye giza, alifika kwenye uwanja ule ule. Kisima kilikuwa bado kiko, maji yaking'aa kama zamani. Mzee yule alisimama karibu naye, kana kwamba alikuwa akimsubiri. Umekuja kuvunja mkataba? Mzee aliuliza. Ndiyo baba, tafadhali. Familia yangu wanakufa mmoja baada ya mwingine. Sitaki mali tena. Nichukue kila kitu, lakini waache. Mzee akacheka tena kwa ile sauti ya kutisha. Mkataba hauwezi kuvunjwa. Umekwisha kunywa maji. Damu yako imekwisha kuchanganyika na ya mizimu. Njia moja tu ya kumaliza laana. Njia gani? Hamisi aliuliza. Wewe mwenyewe lazima uruke ndani ya kisima. Roho yako itakuwa kafara ya mwisho. Familia yako itaishi, lakini wewe hutarudi. Hamisi alinyamaza kwa muda mrefu. Akatazama maji yale ya bluu yanayong'aa. Akakumbuka mke wake na watoto 2 waliosalia. Akakumbuka mamake aliyefariki, ndugu zake, watoto wake. Wote walikufa kwa sababu yake. Machozi yalimtoka. Kwa mara ya kwanza tangu miaka mingi, alihisi huruma kweli moyoni. Alihisi uzito wa hatia zake. Nikifanya hivyo, familia yangu itaishi kwa amani? Aliuliza tena. Ndiyo, laana itaisha, lakini wewe hutatoka. Utakuwa sehemu ya kisima milele. Roho yako itakuwa moja ya walinzi wa maji haya. Hamisi alichukua pumzi ndefu. Akasimama karibu na ukingo wa kisima. Akaangalia ndani. Maji yalikuwa sasa yamegeuka rangi nyekundu kama damu. Ndani yake aliweza kuona vivuli vya watu wakiogea, mikono ikimuita karibu. Bila kufikiria tena, Hamisi aliruka. Alisikia maji baridi yakimkumba. Alisikia mkono mingi ikimshika, ikimvuta chini zaidi na zaidi. Alisikia sauti nyingi zikisema maneno asiyoyaelewa. Alijaribu kupiga mkono kurudi juu, lakini nguvu zilimshinda. Chini zaidi na zaidi alivuta. Giza likaendelea. Baridi ikaendelea. Halafu kila kitu kilikuwa kimya. Asubuhi iliyofuata, polisi walipata simu yake aliyobaki msituni. Walimtafuta kwa siku 7, lakini hawakumpata. Familia yake ilimwomboleza kama mfu, lakini tangu siku hiyo, hakuna mtu mwingine wa familia yake aliyefariki kwa njia ya ajabu. Laana iliisha. Mke wake na watoto wake waliendelea kuishi, wakitumia mali alizoziacha. Lakini wazee wa kijiji husema hadi leo, kama ukienda msituni ule wakati wa usiku wa manane, unaweza kusikia sauti ya Hamisi ikilia kutoka ndani ya kisima. Na kama ukipenyeza macho kwenye maji, unaweza kuona uso wake ukitazama juu, akiomba msaada ambao hautawahi kufika. Vijana 2 walijaribu kwenda pale kuthibitisha hadithi hiyo. Siku hiyo, walikwenda na kamera wakitaka kurekodi. Walipofika kwenye uwanja, waliona kisima. Lakini kulikuwa na kitu kingine cha ajabu. Kuzunguka kisima, kulikuwa na mifupa ya binadamu. Mifupa mingi sana. Fuvu, mikono, miguu, vichwa.
Yote yalikuwa yamepangwa kwa namna ya duara kuzunguka kisima, na katikati ya mifupa kulikuwa na karatasi moja ya zamani. Mmoja wao alibeba karatasi. Iliandikwa kwa damu: msikunywe, msiguse, msikaribie. Hiki ni kisima cha mizimu. Watakao kinywa watakufa pamoja na wapendwa wao. Vijana wale waliogopa na kukimbia, lakini mmoja wao kwa bahati mbaya aliteleza na kuanguka karibu na ukingo. Mkono wake ulitua ndani ya maji. Alifurahia kuwa haikuwa mbaya, lakini usiku ule ule nyumbani kwake, mama yake alifariki kwa mshtuko wa moyo. Wiki iliyofuata, dada yake alikufa kwenye ajali. Kijana yule alipogundua kuwa laana ilikuwa imemshika, alijaribu kurudi msituni kufanya kama Hamisi, lakini hakuweza kuupata msitu tena. Alijaribu mara 10, lakini kila wakati alikosea njia. Msitu ulikuwa umejificha na laana iliendelea. Kila mwezi, mtu mmoja wa familia yake alikufa. Hadi leo, familia yake inakufa mtu mmoja kwa mwezi na hakuna njia ya kuokoa. Wazee wanasema kisima kile kinajificha na kuonekana tu kwa wale ambao mizimu imewachagua wenyewe. Kama unaenda msituni usiku na ukaona mwangaza wa bluu uking'aa kati ya miti, kimbia. Usikaribie. Maana kisima kinatafuta mtu mwingine wa kumeza. Na labda unaweza kuwa wewe. Miaka mingi baadaye, mtoto mmoja wa kijiji alikosa njia msituni akifuatilia paka wao. Aliendelea kutembea mpaka usiku ukaja. Akaanza kulia. Ghafla akaona mwanga wa bluu mbele yake. Akafuatia mwanga. Akafika kwenye uwanja ule. Kisima kilikuwa bado kiko, lakini sasa maji yalikuwa nyeusi kabisa kama mafuta ya magari na ilitoa harufu kali ya kuoza. Mtoto yule alikaribia kutazama. Ndani ya maji aliona macho mengi yakimtazama. Macho ya wazima, ya watoto, ya wazee. Yote yalikuwa yakimtazama bila kupepesa. Kisha kutoka ndani, mkono mrefu mwenye kuvu ulitokea na kumkamata mguu. Mtoto yule alipiga kelele, lakini hakuna aliyesikia. Alivutwa ndani ya kisima. Asubuhi baba yake alimtafuta. Watu wa kijiji wakamsaidia. Walimtafuta siku 4. Siku ya 5 walikuta kiatu chake kimoja karibu na msitu. Walimtafuta msituni, lakini hawakumpata. Lakini siku ya 7 mtoto yule alirudi kijijini. Alikuwa akitembea kwa njia ya ajabu kama roboti. Macho yake yalikuwa meupe bila hadisi na alikuwa hajasema neno lolote. Familia yake walifurahi, lakini furaha hiyo haikudumu. Mtoto yule hakula, hakunywa, hakusema. Usiku alikuwa akitoka nje na kukaa akitazama mwezi mpaka alfajiri. Mara nyingi watu walimuona akizungumza peke yake na vitu ambavyo hakuna mtu mwingine anaweza kuviona. Wiki 2 baadaye, baba yake alikufa kwa mshtuko. Wiki nyingine, mama yake. Wazee wa kijiji waligundua kuwa mtoto yule hakuwa tena mtoto. Alikuwa kitu kingine. Kitu ambacho kilirudishwa na kisima. Walimchoma moto, lakini hata ndani ya moto hakuwa analia. Alikuwa akitabasamu tu. Na sauti yake ya mwisho kabla moto haujamaliza kazi yake ilikuwa, kisima kinahitaji zaidi. Njoni nyote. Tangu siku hiyo, kijiji kile kimekuwa ni mahali pa ajabu. Kila mwezi, mtu mmoja hutoweka. Wengine hupatikana, lakini si wao tena. Ni kitu kingine ndani ya miili yao. Na wote, kabla ya kufa, husema maneno yale yale. Kisima kinahitaji zaidi. Leo hii,
Kama utaenda kijijini kule, utaona nyumba nyingi zimebaki tupu. Watu wengi wamehamia miji. Wale waliosalia ni wazee tu ambao wanaamini kuwa kama hawatasogea msituni watakuwa salama. Lakini usiku wa manane unaweza kusikia sauti za watu wakiimba kutoka msituni, nyimbo za kale ambazo hakuna mtu anazijua. Na kama utapenyeza masikio vizuri, utasikia sauti ya Hamisi, bado akiomba msamaha, bado akiomba kuokolewa kutoka kisima ambacho kimekuwa kaburi lake la milele. Ndugu mtazamaji, umeshiba kutishika? Unaweza tazama simulizi nyingine hapa ambazo pia ni za kutisha. Gusa mojawapo ya hizo hapo chini ili uendelee kutishika zaidi. Asante sana kwa kutazama. Tuonane kwenye simulizi nyingine ya kutisha. Na kumbuka, kama unapitia msituni usiku na ukaona mwanga wa bluu, kimbia. Kisima kinakungoja.